akutoe katika kamba hizo. Kuna minyororo imekufunga. Kuna watu ambao wamefungwa wasiendelee, wamefungwa. Kuna kamba katika ulimwengu wa kiroho zimewafunga. Leo Yesu amekuja kwa ajili yako, anataka akufungue, akuweke huru. Mwaka wa kufunguliwa kwako ni huu. 2025, endelea kumwomba Mungu. Usikate tamaa, usichoke, endelea kutafuta Mungu aonekane katika maisha yako. Endelea kumuona Mungu katika maisha yako. Amini, utauona utukufu wa Mungu. Yesu akaendelea akasema, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa. Vipofu, wakati mwingine kuna upofu wa kiroho. Tunaona tukisoma katika injili hizi 4, ukianzia injili ya Mathayo, Marko, Luka, Yohana, tunaona Yesu aliponya watu wengi sana. Kuna kipofu mmoja ambao alikuwa anaitwa Bartimayo, naye aliponywa. Alizaliwa hali kipofu haoni. Yesu akamponya. Kipofu yule akati amesikia kwamba Yesu amepita, aliamini kwamba huyu Yesu ataniponya. Aliposikia habari zake, akapiga kelele, akasema, Yesu mwana wa Daudi. Yesu aliita jina. Kuna watu walijaribu kumzuia, wakamwambia wewe usipige kelele, wakamwambia wewe subiri, wakamzuia, lakini yeye aliamini kwamba huyu Yesu nikimgusa, huyu Yesu akinikaribia, atafanya kitu katika maisha yangu. Kwa hiyo pamoja na vizuizi vile, aling'ang'ana. Yesu akamsikia, akamponya. Na si huyo tu Bartimayo, kuna watu wengine walikuwa ni vipofu wakapona. Kumbuka yule mwanamke aliyekuwa akitokwa damu miaka 12. Alidhamiria kutoka ndani ya moyo wake, akasema, mimi nikigusa tu vazi la huyu Yesu, mimi nitapona. Kwa hiyo imani yake ilimsukuma hivyo. Alipambana, akagusa, na alipogusa vazi la Yesu, Yesu akasikia nguvu zimemtoka. Hii ilikuwa ni imani kubwa sana. Na baada ya kumgusa Yesu, akapona. Ile damu ikakauka. Kumbuka kipindi kile mtu ambaye alikuwa anasumbuliwa na magonjwa kama yule mwanamke, ilikuwa anatengwa kwa sababu ya damu ile. Lakini akuangalia hilo, akasema, mimi namuendea Yesu. Haijalishi watu watanionaje, haijalishi watu watasemaje, haijalishi dunia itasemaje, haijalishi jamii hii iliyonizunguka itanionaje. Mimi ninachotaka nini? Nimguse Yesu. Mimi ninachotaka nimguse Yesu. Hata wewe, haijalishi ni mambo gani yamekuzunguka, haijalishi watu watakuonaje. Yesu anachotaka ni imani yako. Yesu alipoponya watu wengi, aliangalia imani iliyo ndani yao. Kwa maana Yesu ni Mungu, alijua huyu anayenifuata imani yake ikoje kwangu. Haleluya. Aliangalia ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo Yesu anachoangalia ndani yako, imani yako ikoje. Je, wewe unatamani umuone Yesu? Unatamani Yesu akuguse? Unatamani Yesu abadilishe maisha yako? Anachoangalia ni imani. Ni imani tu. Amini leo, amini sasa, uje uone utukufu wa Mungu. Yesu anaweza. Yesu anachotamani ni wewe uamini. Maana Biblia inasema yote yanawezekana kwake aminie. Yesu amekuja kufungua wewe uliofungwa. Amekuja kuweka wewe uliofungwa kutoka katika vifungo. Yesu amekuja kukuweka huru hiyo minyororo ambayo imekukamata. Yesu amekuja kukufungua na kukatakata hiyo minyororo na kamba. Yesu amekuja kutangaza mwaka wako wa kufunguliwa ni leo. Anachotamani ni kuamini neno lake. Neno la Mungu linaponya. Anaondoa huo upofu. Kuna vitu vingine ambavyo uvioni. Kuna fursa ambazo Mungu ameweka katika maisha yako uzioni. Kwa sababu gani? Wewe ni kipofu. Yesu amekuja kufungua. Acha upofu tu katika hali ya ulimwengu wa nyama. Kuna upofu katika ulimwengu wa kiroho ambao shetani amekuwekea, ambao shetani amekufunga nao. Yesu amekuja kufungua, akuondoe katika huo upofu katika jina la Yesu Kristo. Anasema hivi, kuachia huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Yesu amekuja kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Yesu amekuja kufungua wewe. Yesu anachotaka ni kuamini tu. Ni kuamini. Naposoma neno la Mungu naona sehemu nyingi sana Yesu anasema na iwe hivyo kutokana na imani yako. Yesu aliwaponya watu kwa sababu ya imani. Tunaona kabisa wakati anaendelea kusoma hili mbele kabisa huku akasema, ukiangalia mstari wa 21, akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu.
wakamshuhudia wote, wakastaajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Watu wamezoea kumuona, labda wamezaliwa wanamuona, anakuwa wanamuona, shughuli za mtaani anafanya wanamuona, afu leo anasema, leo maneno haya yametimia. Yeye ni nani? Watu wakaanza kujiuliza. Nimekuambia hapo mwanzoni, kuna watu wengine mpaka leo wanasubiria ujio wa Yesu Kristo, hawaamini kama Yesu amekuja. Hawa walizoea kumuona, wakamuona mtu wa kawaida tu, hawakuamini yale maneno aliyosema. Lakini wapo watu wachache walioamini yale maneno, na baada ya kuamini kuna kitu kilitokea, kuna jambo lilitokea. Hata sasa hivi mimi ninapohubiri kuna watu wengine hawaamini, lakini wachache wanaoamini Yesu ndio anaowataka. Hata mimi nilifika kipindi niliamini. Nilipoamini nilimwona Mungu akitenda mambo makubwa katika maisha yangu. Nilimwona Mungu akinibeba. Kuna vitu vingine ambavyo ilikuwa ni vigumu katika akili za kibinadamu, vikatendeka katika maisha yangu. Nina shuhuda kubwa. Nimeona Mungu akitenda. Nimeona mambo ya ajabu yakifanyika katika maisha yangu. Kwa sababu gani? Niliamini. Na wewe yamkini kuna sehemu uliamini. Yesu anataka uendelee kuamini. Usiache kuamini. Maana neno la Mungu linasema yote yanawezekana kwake aminie. Yote yanawezekana kwake aminie. Kama unaamini inawezekana, haijalishi ugonjwa ulio nao, haijalishi matatizo ulio nayo, haijalishi mapito ulio nayo. Yesu anachotaka uamini. Usiangalie ukubwa wa ugonjwa ulio nao, usiangalie ukubwa wa majaribu ulio nayo, usiangalie ukubwa wa matatizo ulio nayo, usiangalie ukubwa wa changamoto ulizo nazo. Angalia uweza wa jina la Yesu. Hili ndilo jina linaloweza Bwana. Hili ndio jina ambalo lina nguvu ya ajabu. Yesu aliyekufa akafufuka, aliyefufuka siku ya tatu. Ngoja nikwambie kitu kimoja bwana. Mungu ni mwaminifu sana. Sikia. Unajua wale askari baada ya kumtesa Yesu walimpiga, walimchoma, walifanya mambo mengi sana pale msalabani. Hatimaye Yesu akafa. Ule mwili wake ukaenda kuzikwa kaburini. Pale kaburini wakaweka ulinzi wa askari. Wakaweka na jiwe kubwa, wakiamini kwamba hili jiwe hakuna mtu atakayeliondoa, wala hakuna mtu anaweza kuja kuiba mwili wa Yesu. Wakasahau kwamba huyu Yesu ni Mungu. Basi ilipofika siku ya tatu, siku ya ufufuko, ilishuka nguvu kutoka mbinguni kule. Walishuka malaika. Lile jiwe liliondolewa kama upepo. Shwa! Shwa! Yesu akafufuka. Yesu akatoka kwenye kaburi. Haijalishi, kuna vitu ambavyo vipo katika maisha yako ni kama jiwe kubwa, huwezi kuviondoa. Kuna matatizo, kuna changamoto, kuna mateso yamekaa kama jiwe katika maisha yako. Kuna vitu ambavyo vimekaa kama mawe, yamezuia usisonge mbele, yamezuia usipige hatua, yamezuia usisonge mbele, yamezuia usione mbele yako. Nataka nikwambie, yupo Yesu, atatuma nguvu, atatuma malaika, waondoe hilo jiwe, litatoka pap, litatoka. Hayo mawe yaliyowekwa, kuna wengi wamezuia, wengine katika familia yako wamezuia wewe usisonge mbele. Kuna wachawi, shetani ametuma maagenti wake, mawakala wake waweke wakuzuie. Lakini ukiamini hivi leo, Yesu atatuma malaika, wataondoa hayo mawe katika maisha yako. Haya mawe yatatoka. Kila aina uchafu utatoka, kila aina magonjwa atatoka. Anachotaka uamini. Nikwambie siri moja, rafiki yangu, amini. Yesu anachotaka, hataki pesa zako. Nataka nikwambie, Yesu hataki pesa zako. Anachotaka ni imani yako. Maana imani ndiyo mkono wa kupokelea. Yes. Imani yako ndiyo mkono wa kupokelea kile ambacho Mungu amekuandalia katika maisha yako. Je, unaamini? Yesu anakuuliza leo, unaamini? Haijalishi wewe ni dini gani, haijalishi wewe ni wa wapi, haijalishi umezaliwaje, haijalishi dunia inakuhitaji, haijalishi familia yako inakuhitaji, haijalishi rafiki zako wanakuonaje, haijalishi walimwengu wanakuonaje. Yesu anachotaka uamini. Je, unaamini? Jina la Yesu. Yesu hahitaji chochote kutoka kwako. Anachotamani, anachohitaji kutoka kwako ni imani yako. Imani yako ndio wokovu wako.